Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, tunaelekea katika nusu ya pili ya msimu wa ligi hiyo yenye timu 16 baada ya msimu wa kwanza kumalizika, huku baadhi ya timu zikicheza mechi kati ya 15 hadi 17 kati ya zile 30 ambazo watapaswa kucheza. Picha ya ushindani inaanza kuonekana, kwa maana timu zinaanza kuonesha zilikuwa zinahitaji nini na jinsi zilivyojiandaa na jinsi zilivyoweza kucheza katika nusu ya kwanza ya ligi hiyo. Kuna timu zile ambazo zilihitaji ubingwa, kuna timu ambazo zipo tu kubaki kwenye nafasi za juu, lakini kuna timu zipo kwenye vita ya kubaki ligi kuu. Tukiangalia jedwali la msimamo, tunaona wazi kuwa sasa tunaanza nusu ya pili ya msimu ambayo mara nyingi huwa na pressure, makosa machache na mapambano makubwa zaidi. Kwenye mbio za ubingwa, kasi inawekwa kwa Yanga Africa ambao wanaongoza ligi kwa alama zao 38 baada ya michezo 16 bila kupoteza hata mchezo mmoja. Hii ni ishara ya uthabiti mkubwa sana. Hata hivyo, nyuma yao wapo Simba wenye alama 31 ikiwa na michezo miwili mkononi, hali inayowapa nafasi ya kweli ya kupunguza pengo na kuwasha vita ya ubingwa. Pembeni au nafasi ya tatu tunaona Azam, timu ambayo haijapoteza hata mchezo mmoja lakini ina sare nyingi sana. Hapa ndipo tunapata hadithi kuwa kubwa ya msimu, mbio za farasi watatu ambao inaweza ikaamuliwa na mechi chache tu zijazo. Katikati ya msimamo ndipo ligi inakuwa na ushindani wa kipekee. Timu kama JKT Tanzania, Pamba Jiji, Singida Black Stars, Mtibwa Sugar, Namungo, Dodoma Jiji, TRA na Mashujaa zimetengeneza kundi lenye utofauti mdogo sana wa alama. Hapo ndipo kila ushindi unaweza kuipandisha timu kuelekea juu ya jedwali, na kila kipigo kinaweza kuisukuma timu karibu na hatari ya kushuka daraja. Kwa lugha ya mpira, hii ndiyo sehemu yenye pressure kubwa sana pia kwenye hii ligi, lakini watu hawaitambui. Chini ya msimamo huko kuna mapambano ambayo hayatoisha mpaka ligi iishe. Kuna timu kama Coastal Union, Mbeya City, Tanzania Prison na mshika mkia au aliyopo mkiani KMC, ambao wenyewe wapo kabisa kwenye kuanza kuona kivuli cha kushuka daraja. Hapa kila pointi ni kama dhahabu na kila mechi ni kama fainali. KMC wanaonekana kwenye pressure kubwa zaidi, lakini ukweli ni kwamba tofauti ya alama bado inaruhusu mabadiliko makubwa kabla ya mwisho wa msimu. Baada ya mapumziko ya kimataifa, ligi inarejea ikiwa na mechi ambazo zinaweza kubadilisha kabisa hadithi ya msimu. Mapambano ya vinara na ubingwa, kuna mapambano ya watu kutoshuka daraja, lakini mechi za timu za chini kule zitakuwa za uhai na kifo, zile tunazoita mechi za alama sita. Yaani ukishinda mchezo mmoja unakuwa umepata unampa timu pinzani pigo mara mbili, kwa maana ya kwamba mchezo mmoja ulioshinda unaweza kukupandisha wewe nafasi ya juu na ukamshusha mpinzani nafasi ya chini. Hapo ni kama umeokota alama sita vile. Kwa kifupi, nusu ya kwanza ya msimu imetupa hadithi tatu kubwa. Kuna mbio kali za ubingwa, kuna hawa msongamano hapa katikati ya jedwali au msimamo, na kuna vita ya kutisha kubaki ligi kuu. Nusu ya pili inakwenda kuanza, na kuanzia hapa kila mechi inaweza ikawa fainali. Tunachowaomba bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhakikisha wanaongea na waamuzi wao, ili mradi yale makosa ambayo yametokea kwenye msimu wa kwanza yasitokee tena kwenye msimu huu, kwa sababu watu wanataka kushuhudia soka, watu wanataka kuenjoy football na sio drama au matokeo mengine ambayo vitendo vingine ambavyo vinaenda kuharibu moja kwa moja ile ladha halisi ya mpira wa miguu. Niite Gerard Gadinya.